hivyo vitabu. And those are the people that wrote those Lakini books. hiki ndicho kitabu pekee ambacho mna uvuvio, mna sauti ya Mungu. But this is the only book that there's the voice of God. Na unaona katika kupindua ulimwengu wanakitumia hiki kitabu Biblia ili kuweza kupindua ulimwengu. Kwa sababu vile havina uwezo wa kupindua ulimwengu. And in order to overturn the world, they use the Bible. Na katika kitabu hiki cha Ufunuo nabii ameambiwa andika. And within this book of Revelation, the prophet is being told write. Na mimi nakuambia kwamba leo ambia roho yako kwamba iandike. And I tell you today to tell your spirit to write these things. Iandike nini? Write what? Ya kwamba wanaokufa katika Kristo, That those who die in Jesus ni waheri, are blessed. Lakini kuna neno lingine ambalo bado nimeliacha. But there's another word that I left. Amesema nini hapa? He says this. Wafao katika Bwana tangu sasa. Who are in the Lord since now. Naam, asema roho. This is the spirit. Wapate kupumzika baada ya taabu zao. That they will rest after their neno la kwanza ni tangu sasa. The first word is since wanaokufa now. katika Bwana tangu sasa. Those who die in the Lord from now on. Kwa nini malaika huyu anayeleta haya maneno amwambie kwamba ni waheri wanaokufa katika Bwana tangu sasa? Why would the person saying this was saying? Ina maana wakati huu ndio wa muhimu kuliko nyakati zingine. Does that mean that this is more important time than those other times? Na alikuwa analenga wanani hao? And who was the audience? Hao ambao ni waheri wanaokufa katika Bwana. Those who are blessed in the Lord, who die in the Lord. Watu wa kipindi gani? Who are what time? What generation is this? Najibu. Wanaoambiwa ni watu wa kipindi chetu cha kanisa. And these people are being told that the people of our time, our church. Kwa sababu baada ya kanisa kuna taabu itapita duniani ambayo haijawahi kupita duniani. And after the church has gone, there will be a hardship that will go on to the world that has never been seen. Kitabu cha Yeremia anaonyesha jinsi taabu itakavyopita duniani, anasema kwamba haijawahi kutokea duniani taabu hiyo. In the book of Jeremiah, it tells us the things that will come into the world. Na leo hii kama unaona Marekani inapambana vita na nchi zingine kupigana na Marekani. And if you see that there's war going on with the US and other countries, lengo la kuangusha puissance ya Marekani. It is to put down the power of the US. Na Marekani akianguka puissance, and when the US loses its power, kulingana na sura ile ya 7 na sura ya 8 cha kitabu cha Danieli, and from the book of Daniel chapter 7, utawala utakaoinuka, the new power that will come, ndani ya huo utawala atainuka pembe ndogo. There will become one power and a na huyo ndiye ambaye atabeba ulimwengu kwa fimbo anayotaka. And it is that one that will turn the world and lead the world. Ambaye anajaribu kushusha moto ni Marekani. And the only thing that's stopping or trying to lower it is the US. So these things that we're saying, they're not far away. Bwana asifiwe sana. Praise God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Kwa hiyo ninakuambia nini? So what am I telling you? Neno hili la sura hii ya 14 mstari wa 13. This passage of chapter 14 and verse 13. Ni msisitizo. Is an emphasizing. Anasisitiza kwamba andika. We are emphasizing right. Ili kwamba wasisahau watu. So that people will not forget. Na Mungu kwa leo ametaka kukuambia kwamba andika moyoni mwako. And for today God is telling you kesho kutwa usije kusahau, sababu mwanadamu ana tabia ya kusahau. So that way you won't forget because you andika moyoni. So write in your heart. Ya kwamba wanaokufa katika Kristo peke yao tu. Those who die in the Lord only are blessed. Ndio waheri. Are blessed. Ndio waheri. Are blessed. Sasa kwa hiyo baada ya kukuonyesha hawa ni watu wa wakati gani ambao wameambiwa hivi. And after knowing what era these people are being told. Tuzungumze kwa nini waboe wabarikiwa hawa watu. So let's speak on why are these people blessed. Wanaokufa katika Kristo. That are dying in the Lord. Wakati huu. At this time. Kwamba wao ndio waheri. That they are blessed. Yaani wabarikiwa. Kwa nini? Why? Nikupe majibu matatu. Let me give you 3 answers. Jibu la kwanza. The first answer. Wanaambiwa kwamba wao ni waheri. They are told because they are blessed. Kwa sababu because hawatachukua alama ya mnyama baada ya kanisa kuondoka. They will not take the sign of the beast after mnyama atakuja kutokea na kutenda mambo yake ya ukiutawala wao duniani hapa. The beast is going to come and overtake and rule the world. Bwana Yesu atuhurumie sana. Unajua sisi ambao tuko tunabaki hai, for us who are still alive, tunaweza kujifurahisha kwamba ni afadhali sisi. We may say well, lakini wao ni waheri kuliko sisi ambao tunabaki. But those who are passed away are better than we are. Why? Kwa sababu macho yetu bado yanaona mambo mengi ambayo tunayatazama. Because us still seeing things that we are not seeing. Na tusipojiadhari hizo tamaa zinaweza kututoa kwenye site ya Yesu na kutupeleka duniani. And if we don't na atakapokuja Yesu atukute tayari tumeshatoka kwenye site yake. And when Jesus comes, lakini wao ambao tayari wamelala katika Bwana, those who have slept in the Lord, kanisa hata likiondoka, even when the church is hawana shida, watabadilishwa mara moja na